Good people, karibuni sana. Oh my goodness guys, this is a really sad story of Margaret Duta. Guys, huyu ni Mkenya na Mkenya mwenzetu yuko kule Vietnam. Saizi tunaongea na venye tunaongea saizi, kesho anaamkia kunyongwa. And guys, the family preached to the Kenyan, ama familia iliomba wa Kenya like 8 days ago. Guys, video ya msichana nilifanya 8 days ago, familia ikiomba kuwa msichana wao asaidiwe ndio aweze kutoka kwa mahakama ya Vietnam, cause msichana alihukumiwa kinyongo. And guys, maybe kama hujawahi ona hii story, acha tu ni wa explain kidogo what happened until msichana akajipata pale. So Margaret alitokanga Kenya, akapelekwa na agent kutafuta kazi huko Vietnam. Ilhari yeye mwenyewe hakuwa anataka kazi ya Vietnam, yeye alikuwa anatafuta kazi za Gulf, especially hizo nchi za Saudi Arabia. Huko ndio alikuwa anatafuta, but agent akamwambia, you know what, there is this opportunity in Vietnam, na kule wanalipa vizuri, you can travel to Vietnam. So akachukua airplane from JKIA until wakafika kule kunaitwa Egypt, Cairo. Venye walifika Cairo, inasemekana kuwa, yani this story it's very twisted, but story ya kwanza mimi yenye nilisikia na familia walisema kuwa Margaret venye alifika pale Cairo, kuna rafiki ya agent alikuwa ampatilie bag and nayo Vietnam. So msichana akaletewa hiyo bag na wakaenda moja kwa moja mpaka Vietnam. Venye walifika huko Vietnam wakakaguriwa, and bag yake ikapatikana kuwa ilikuwa na cocaine. Inasemekana cocaine ilikuwa 2 kg cocaine. Okay, so from that time msichana wenyewe kupatikana na cocaine, kitu ya kwanza, cocaine haijakubalishwa kwa ile nchi. So from that point wakaanza kumfanyia inaitwa interrogation, ya kumuuliza, hii umekuja nayo waje, umekuja kuzia nani, uwahi kuwa kwa hii nchi, mambo kama hiyo. Okay, but sasa msichana wa wenyewe, unajua guys, mambo zingine, let me tell you, kujipata kwa nchi ya wenyewe na uko na kesi, my friend, it cannot be easy. Haiwezi kuwa rahisi. Hata kama we ni nani, ukienda kukesi kwa nchi ya wenyewe sio rahisi. So msichana alienda kule akakuwa sasa ana kesi, na kukesi kwake akajaribu kuambia, mimi nilipewa hii bag, hata bag haikuwa yangu, mimi hata sijui ilikuwa nini. But pale sheria inasema ukishikwa na madawa ya kulevya, wewe unanyongwa. And ule msichana alijaribu kujitetea, but bado alionekana akiwa na makosa. And that's when msichana akapewa 8 days. And saizi watu wako hapa wakisema, okay, now it's few hours to tomorrow. Okay, watu wanaomba our president, it's the high time atuonyeshe anajari wa Kenya. So guys, mimi nataka msikize maoni za watu hapa, alafu nitaendelea. So kuna mmoja hapa anasema, we wacha soma story kwa wajanya. Huyu msichana alikuwa amepewa hata down payment and she was waiting for the balance after delivery. Na bona ilikuwa ni mara ya kwanza kwenda Vietnam. Wakenya mko na mambo. Okay, mwingine anasema bora ni Mugikuyu. I'm happy that fact that Wakikuyu ndio hufanya hizi illegal deals for money. Siezi hurumia. Anasema haizi muhurumia. Okay, anaitwa Duta. Mwingine anasema Luto, this is your chance to show us that you still have heart. Tuonyeshe it's his chance. Mwingine anasema I have asked mamake akitumiwa pesa alikuwa anauliza mtoto wake anafanya kazi gani, how many kids mtoto wake ameua na drugs. Oh my goodness guy, watu wengine wameanza kujudge. Jehova. Mwingine anasema may God intervene haki, she is my namesake, hata kufa in Jesus name, amen. Even if she did it willingly but without knowing the outcome, may God have mercy. I repent on her behalf. Okay,
Nasikia hii story ya 2023 ndio inatufikia 2 weeks to the next execution. Guys, unajua mambo zingine, okay, tuseme kama uko sasa kwa nchi ya wenyewe, okay, na una case, it's not easy like Wakenya mjue everything. Mtajua ile time, guys, si mnajua ile time yenye mambo huwa inaharibika ndio watu wao wanaongea. I wish wangekuwa wameongea mapema. Na kuna mmoja hapa anasema, Ruto, if you take this chance we will allow you to rule 2027. Hai. Kuna msee wa West Africa alijaribu kunifanya hiyo. Kufanya hiyo bisna ati ni mhelp kupass na bag kwa airport, check hapo. Si unasikia venye watu huwa wanajifanya wajanja. Guys, na ndio nawaambianga, if you are traveling my friend, hata kama uko peke yako kwa nyumba, asubuhi yake amuka, angalia hiyo bag vizuri na umake sure hata watu wenye wanakuzidi hiyo bag wasiguzane nayo, cause my friend, saizi watu ni wengi hawakutaki mema. Watu ni wengi wanakaa wanyama. Mwingine anasema, with the few hours remaining we can do something. Sasa tunaweza fanya ni tuseme government imsaidie. Huyo anasema gava imsaidie. Guys, we are few hours to the execution of this lady. Let's pray for her, let's pray for the family. Mungu huwa anatenda muujiza, guys. I wish hata wamdeport arudi nyumbani. Unajua huku watu tu wanauza drugs hizo wamajaa huku. Akuje tu huku Kenya. Who is the ambassador of Kenya in Vietnam? Hata hakujirikani. Hata ukiwa fara aje huwezi pewa 2 bag uchukue. I don't understand, my friend. You know, sometimes people, they don't have the knowledge like yenye uko nayo. Okay? Mtu unaona sasa ule alimtrust agent. Na kozie ndiye anampeleka, akaona, okay, mimi nimepewa bag nipeleke. Okay? Na agent ndio ako connected na yeye. Na agent ndio anamwambia chukua ile bag uende nayo. Angefikiria, guys. It's not easy yani ukwe ati uko that haraka kunini ile thought. It's not easy. Achaneni na yeye anyongwe tu ndio iwe funzo kwa waliobaki. Wa Jehovah guide. It's really painful, so sad, and if it was story ya pesa, the president angekuwa asha sign. Kama angekuwa ni pesa pale, angekuwa amesign haraka na tukaenda kwa story nyingine. Bag yenyewe inasema bag yenyewe inasema nini? Oh my goodness guys, mambo ni mengi, wakati ni mchache. Mungu amsaidie, na akimsaidia huyu msichana arudi akiwa poa, tutamshukuru, tutamwambia tutasema jina lake litukuzwe. So guys, mimi nawaacha, nawapenda sana, and see you in the next video. Bye bye and much love. Take care. Bye bye.